Yes, najua mnajua vipaji vipo vingi. Basi kati ya vipaji ambavyo unavijua, acha leo tuongelee kipaji cha mpira wa miguu. Na hii ni kipaji kilichozaliwa Ngenge. Story imeandikwa na Every Brand mwaka 2025 na inapigwa story hii hapa na kuweka sauti na Simple DTZ. Bana, mambo ni moto sana. Katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba, tarafa ni Nshamba, kata ni Ngenge, kijiji ni Ngenge, alizaliwa mwamba anayependa boli kweli kweli. Hiki ni kijiji cha ndoto. Katika kijiji kidogo cha Ngenge alikulia mtoto mdogo aliyeitwa Touch Boy Christopher. Jembe la mpira hii. Hakuwa tajiri wala maarufu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa ndoto kubwa. Alikulia kwenye nyumba yenye changamoto nyingi, lakini yenye upendo mdogo wa kifamilia. Kila siku maisha yalimfundisha uvumilivu na bidii. Hakuwa na vifaa vya kucheza, lakini alijua kipaji chake kilikuwa cha thamani kubwa sana. Alipenda kuona wachezaji wakubwa wakicheza na kuota siku yake itafika na kufikia kilele. Kwa Touch, mpira wa miguu haukuwa tu mchezo, bali ndoto iliyojaa shauku. Macho ya ndoto yalivyokuja kutokea. Mara nyingi alikimbia kutoka majumbani na kwenda uwanjani akicheza hadi jua lilipozama. Miguu yake ilikuwa imechafuka, vumbi likimchafuka, lakini moyo wake ulikuwa mtamu sana. Ndani ya kijiji marafiki walimcheka mara nyingi, lakini pia walimshangilia pale alipofanya kitu cha tofauti. Touch alijua kuwa ndoto zake zilihitaji bidii, sio bahati tu. Kila chipukizi cha ndoto kilimfundisha subira na uvumilivu. Na hapo alianza kuwaza ndoto yake ya kweli. Alicheza mpira kama mtu wa hadhi kubwa, siku mpaka siku. Siku moja, hii ilikuwa ni mwanzo wa safari ya kipaji kilichozaliwa Ngenge. Mwanzo wa safari yake ulianzia hapa, mpira wa daso. Mpira ule wa kamba nini. Akiwa na umri wa miaka 10, Touch alikuwa mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Ngenge. Hapo ndipo alianza kucheza mpira wa daso kwa ukweli kweli yani. Hakukuwa na sare wala mpira mzuri. Miguu yake mara nyingi ilikuwa imechafuka na vumbi, lakini kila alipogusa mpira alisahau changamoto zote za maisha. Mapumziko ya shule ilikuwa ni wakati wake wa furaha isiyo na kifani. Alijua kuwa kila pasi, kila goli, kila kimbio ilikimbilia na kuwaza kufikia ndoto yake. Ndoto yake ilianza kama mchezo mdogo wa kijiji, lakini moyo wake ulikuwa umedhamiria kufika mbali sana. Siku moja Mwalimu Peter alimuona uwanjani, aliguswa na kipaji chake. Hakuona mchezo tu, bali ndoto iliyojazwa nidhamu na shauku. Alimuita Touch kando na kumwambia, hiki kipaji chako usikidharau, kinaweza kufikisha na kukupitisha mbali zaidi ya unavyoweza kufikiria. Touch aliposikia maneno hayo, moyo wake ulijaa furaha isiyoelezeka. Hapo ndipo ndoto yake ilianza kupata mwanga wa kweli. Mwalimu Peter alikuwa mwanga wa kweli uliomsaidia kuelewa thamani yake. Alipokuwa anahitimu darasa la 7, alipata tuzo ya mwanamichezo bora. Kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, ndoto zinakuwepo. Wanakuambia siku zote ndoto sio ile inayofanya uote, bali ni ndoto ni ile inayofanya ukose usingizi. Changamoto za awali, mashindano ya ndoto, lakini safari haikuwa rahisi. Alikumbana na kejeli kutoka kwa wengi. Wengine walimcheka na kumdharau. Walikuwa wakisema mpira ni kupoteza muda na ndoto zisizoweza kutimia. Mara nyingi alihisi kuchoka na kukata tamaa, lakini ndoto yake imrudisha kila alipotaka kuacha. Alijua kuwa ndoto kubwa zinahitaji uvumilivu, subira na moyo wa kushinda. Dada Anseta Christopher, dada yake alikuwa nguzo yake. Aligundua mapema kuwa kipaji cha mdogo wake si cha kawaida. Alimsapoti kila mara, alimpa maneno ya moyo na ulinzi wa kifamilia. Alimwambia, usikate tamaa, kipaji chako ni zawadi. Upendo wake ulimjenga Touch kisaikolojia. Alikuwa tayari kumlinda pale wenzake walipokuwa wakimdharau. Kwa Touch, dada yake alikuwa mfano wa kweli wa imani na msaada. Mama Adelaida na sekondari. Mama Adelaida, mama yake mzazi. Mama Adelaida mwanzo hakupenda mpira. Alihofia mwanae atapoteza muda wake.
wa masomo, lakini alipoona jinsi mwanae alivyokuwa na nidhamu na bidii, moyo wake ulianza kubadilika. Alianza kumuunga mkono na kumpa moyo. Hapo Tachi alianza kupata nguvu mpya. Alijua familia yake ilikuwa inaamini ndoto yake. Hii ilikuwa hatua muhimu katika safari yake. Alijua kuwa msaada wa mama ni nguvu ya dhahabu, ukizingatia na dada pia ana support. Sekondari na Sir Pastor, huyu wao wanamuita Morinho pale Ngenge Sekondari. Alipofika shule ya sekondari alikutana na mwalimu Pastor, mwalimu wa mpira wa miguu. Pastor hakumchukulia kama mwanafunzi tu, bali kama mtoto mwenye ndoto ya kweli. Alimfundisha nidhamu ya maisha ya mchezo, alimjenga kisaikolojia na kimwili, akimuonyesha umuhimu wa bidii. Tachi alianza kuona mpira kama taaluma, si mchezo tu. Sir Pastor alibadilisha mtazamo wake kwa dhahiri, akimpa dira ya kufika mbali. Hapo ndipo ndoto yake ilipata mwelekeo sahihi. Na alipokuwa sekondari pia kipindi anahitimu form 4, alitunukiwa cheti upande wa michezo. Mwamba huyo. Marafiki na safari. Urafiki wa kweli. Katika kila hatua Tachi hakuwa peke yake. Marafiki zake Daz, Chibu, Jay na Vani walikuwa nguzo zake. Walicheza naye uwanjani, wakimfariji alipokuwa amechoka, walimchekesha alipokuwa na huzuni, walimsukuma pale alipohisi kukata tamaa. Urafiki wao ulijenga moyo wake wa kushinda. Kwa pamoja walifanya ndoto kuwa rahisi kuliko alivyodhani. Miaka iliyopita Tachi alianza kuonekana tofauti. Uchezaji wake uliongezeka na kuonekana kitaalamu. Kujiamini kwake kulionekana wazi kwa kila mtu. Waliokuwa wakimdharau walianza kumheshimu. Safari bado ilikuwa ngumu, lakini matumaini yaliongezeka. Kupitia maumivu na machozi, kimya, lakini hakurudi nyuma. Alijua kuwa kila hatua ndogo ni hatua ya kuelekea kwenye ndoto. Hadithi isiyoishia, ndoto zinazojulikana leo. Tachi Boy Christopher bado yupo safarini. Hajafika mwisho wa ndoto zake, lakini tayari ameshathibitisha kipaji chake. Kutoka mpira wa daso wa kijiji cha Ngenge hadi ndoto ya kufikia mbali. Kati ya sehemu ambazo amepita mwamba huyu beki kitasa na kucheza mpira wa miguu ni pamoja na shule ya msingi Ngenge, shule ya sekondari Ngenge, ila akichezea timu ya Ngenge kata, yani Ngenge Combine FC, Tinga FC na timu nyingine nyingi, yani alizowahi kuchezea mwamba huyu. Ameshiriki michuano mingi ya nje na ndani ya kata yake, wilaya mpaka mkoa. Amecheza kwenye michuano ya Mia Cup Mleba kwa miaka tofauti, akicheza Muhola Cup kwa miaka tofauti, na pia akikipiga katika michuano ya Muhalila Cup, michuano maarufu sana hii ndani ya Muleba. Ameinuka, ameungwa mkono na familia, walimu na marafiki. Hadithi yake ni somo kwa watoto wengine, kuonyesha kuwa kipaji chenye msaada, subira na imani haviwezi kufa. Safari yake bado inaendelea kuandikwa kila siku. Ndoto mpya huibuka na Tachi anakuwa wa kuimarika. Mwenyezi Mungu, namwombea kijana huyo aweze kufika mbali katika ndoto yake. Amina. Story hii imeandikwa na kueditiwa na Every Brand na imepigwa sauti hii hapa na Simple D TZ. Bwana, mambo ni super.